Bwana tuanza kumcheki mshikaji akiwa anatoka kazini. Mwisho siku amefika nyumbani anamkuta dada yake akiwa pamoja na mke wake kitandani. Bwana mshikaji anaitwa Alex akiwa anatoka ofisini anamkuta mke wake akiwa kitandani pamoja na dada yake. Alipigwa na butwa fulani hivi. Unajua nini? Ukibonyeza alama kengele sinakuwa babu kubwa mzee. Hii ni familia yetu. Mchizi anaitwa Alex. Alex anaishi na dada yake bwana. Dada yake anaitwa Chine. Siku zote Alex anagombana na dada yake kwa sababu akimwambia kuolewa dada yake anakuwa anakataa. Na kitu kibaya zaidi bwana, Alex hajawahi kumuona kabisa dada yake akiwa na mwanaume. Siku zote Alex amekuwa akitamani dada yake apate mwanaume ambaye atamuoa. Chine anamwambia kaka yake sitaki kabisa kuolewa. Time itakapofika nitaamua mimi mwenyewe kuolewa, lakini kwa sasa sitaki kabisa kuolewa. Inabidi uolewe kwa sababu na mpango wa kumuoa mwanamke wangu Amanda. Na muda si mrefu atahamia hapa na atakuwa anakaa pamoja kwa moja. Sikiliza kaka, huyu Amanda wako akija hapa nakwambia kabisa kila kitu kitakuwa kigumu humu ndani. Nitafanya mambo yawe mabaya. Ikifika time yangu ya kuolewa nitaolewa mwenyewe, lakini usinilazimishe mimi kuolewa. Ulishawahi kuona watu wakipata tuzo wale ambao wameolewa na bado watu wanaachana kila siku kwenye ndoa zao? Kwa nini unalazimisha mimi niolewe? Bana Chine akawa anajikata zake pale huko kaka yake akiwa anamtazama. Mchizi Alex alikuwa juu kitu chochote ambacho kinaendelea pale bwana. Huku bibia akiwa anaendelea kwenye penzi nono kabisa, wakiwa wanapiana mahaba fulani hivyo, wakiwa wanaambiana maneno matamu matamu. Mahaba alikuwa ni mazito bwana, wakapelekana chumbani moja kwa moja kwenda kuluka design fulani, walikuwa wanajua wao wenyewe wawili wanafanya nini. Bwana mwanamke wa Alex bwana anahamia pale nyumbani bwana. Chine alikuwa apendi kabisa kumuona bibi ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Hivi inakuwaje mwanamke kama unapika chakula cha ajabu ajabu hivi? Yeye unajua kupika kabisa. Hii iwe mara ya kwanza na ya mwisho kuingia jikoni kupika. Unaweza kula au kutokula chakula nilichopika. Unasemaje wewe na unapata wapi ujasiri wa kunijibu mimi hivyo? Kumbuka hii ni nyumba yangu mimi. Hapana, hii nyumba ni ya mume wangu pia na niko hapa kwa ajili ya mume wangu. Makelele alikuwa mazito bwana. Alex akafika pale. Kitu gani ambacho kinaendelea hapa kaka? Huyu ndo mwanamke ambaye utakuja kumuona kuishi naye huko ndani. Unamaanisha nini? Huyu ni mwanamke asiyejua atakupika. Kwa hiyo mseswa design ndio mtakuwa mnakula siku zote za maisha yenu. Chine akajikataa bwana. Mchizi Alex akamfuata. Kwa nini unakuwa hivi? Hivi utaishi hivi mpaka lini? Wala mimi sina tatizo yote na mke wako. Sikiliza, naomba umwache mke wangu kama alivyo tafadhali. Alex bwana anakuwa anatumia nguvu kubwa sana kumbembeleza Amanda kutokana na situation ambazo amekuwa akizipitia toka kwa dada yake. Tumeona since akiwa amekuja kumtembelea Chine bwana. Baada ya kutoka safari yake fulani hivi anakuja kukaa hapa nyumbani kwa siku kadhaa. Nadhani rafiki yako amekuja sasa nitapata amani fulani huko ndani. Kwani huyu alikuwa anakusumbua? Sisi mitego fulani hivi kwa Alex bwana. Alex akawatazama afungisha siku akaona bora tu ajikatae, maana mambo yanaendelea pale sio kabisa. Kama rafiki wawili bwana, mpango ni mmoja tu, wamekuja hapa ili wajaribu kucheza njama zote na kuhakikisha kwamba bibie mchumba wake Alex anaondoka mle ndani na asikae mule kabisa yani. Na mpango mkubwa ilikuwa ni Amanda aondoke ili Sinsia bwana apate upenyezo wa kwenda kuwa na Alex moja kwa moja. Picha linaanza bwana. Chine anaingia chumbani kwa kaka yake bwana, anatafuta mkoba, anazuga mkoba wangu uko wapi? Usije kawa huyu mwizi ameshauiba mkoba wangu. Amanda bwana alikuwa anamsikiliza. Mwisho wa siku tunaona bibi akaenda bwana kukuta mkoba bwana kwenye kabati la Amanda. Nilijua tutakuwa umeiba wewe. Huwezi kununua mkoba wako mpaka uibe mkoba wangu. Mjinga kabisa wewe, mwizi mkubwa wewe. Habari. Leo ni habari njema sana. Ni habari ya kusaidia wewe kurudi katika maisha yako ya kawaida na wala kutoseseka senza. Hii ni Vita Melon kwa ajili ya ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa presha. Ukitumia hii hali yako presha katika hali ya kawaida na sukari yako itakuwa balance katika mwili wako wote. Vita Melon Complex uboresha afya ya kongosho, urekebisha utokaji wa insulin, usaidia mmeng'enyo wa chakula, udhibiti kuongezeka kwa sukari mwilini, udhibiti kabisa BP ama shinikizo la damu, uondoa mafuta yote yaliyoganda ndani ya mishipa ya damu, uzuia na kudhibiti kiharusi na mshtuko wa moyo, uleta mnyumbuliko mzuri wa mishipa ya damu na kuzuia kuvilia kwa damu, uzuia kuharibika kwa mishipa ya damu kunakosababishwa na kisukari, uwafaa watu wenye kiharusi, uondoa sumu mwilini na usaidia kupunguza uzito. Unakuja nini? Usiteseke, usihangaike. Tumia Vita Melon kwa ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa presha. Kwa nini uteseke tena na presha pamoja na sukari wakati Vita Melon Complex ipo kwa ajili yako? Mala Alex akaingia bwana. Amanda alishindwa kujitetea. Mimi ndo niliyoleta mkoba huko ndani. Nilikuwa natafuta samples za mikoba kama hii ili nimuonyeshe mwanamke wangu na mwisho wa siku nikawa nimesahau kurudisha. Huo ni uongo, unamtetea tu huyu mwizi wako. Mwisho wa siku kabibie kanajikataa bwana pale. Amanda bwana akaondoka kwa hasira kutokana na ile tukio bwana. Hii ni night sana. Amanda hajarudi nyumbani. Mchizi Alex akamfuata dada yake na kwenda kumwambia ni tabia gani ambayo unakuwa unaifanya wewe? Yaani tabia ulianzisha sipendi kabisa, inaniuzi kinoma noma, yani nakuchukia vibaya sana kwa kitu ambacho unakuwa unakifanya. Kwani mimi kosa langu ni nini? Na maana mimi kukujali wewe ndio kosa langu. Sikiliza, sitaki kabisa na wala sipendi kitu ambacho unakuwa unamfanyia mpenzi wangu Amanda. Na chochote kibaki kimpata
mpenzi wangu, nakwambia kabisa utajuta kwa nini mimi na wewe tulizaliwa tumbo moja. Mwisho wa siku kitu chochote kisimkute. Mimi sijali, chochote kimkute tu. Akamwambia utaona sasa. Alex akachomoka zake kwenda kumtafuta Amanda. Mwisho wa siku akarudi bwana, mida ikiwa imeenda kinoma noma. Tunaacha naye anamuuliza vipi, umemuona wewe mchumba wako? Narudia tena sali sana, kitu chochote kibaya kisimkute. Akikuta na kitu kibaya hatutaelewana. Asubuhi vipi tena? Amekutafuta? Amejaribu kupigia simu au ni kitu gani ambacho kinaendelea? Usiniulize maswali. Je, wewe ni kitu gani ambacho unajali kuhusu Amanda? Kama ndo kitu hiki kilichokitaka, ni kitu gani unajifanya kuniuliza maswali ambayo yanakuwa hayana msingi kwangu? Samani kaka, sikujua kitu kama hicho kinaweza kutokea. Sikiliza, Amanda kanitafuta na kanambia kwamba hawezi kuwa na mwanaume ambaye familia yake haimtaki. Amesema ananipenda sana, lakini hawezi kuendelea kuishi na mimi kwa sababu kitu ambacho kinaendelea kati yako wewe na yeye kinamfanya hawa anaishi maisha ambayo hayana la kabisa. Akasema kwamba hataki kwa sababu ya ugomvi kati yangu mimi na wewe. Anakujali sana na kuheshimu kama dada yangu, na baadaye atakuja kuchukua mizigo yake yote na kuondoka huko ndani. Sitaweza kuvumilia kumtazama mwanamke wangu akiwa anaondoka huko ndani kwa sababu yako. Naondoka. Akija mwacha anachofanya, achukue mizigo yake na aondoke kwa sababu umeyataka hayo wewe. Amanda bwana akarudi zake bwana, kwa alipofika kabeba mizigo yake na kuamua kuondoka bwana. Chinei na rafiki yake Cynthia bwana, wao wakawa na Luka Debe tu wanafly kinoma noma. Pale la kutosha bwana. Pale tumcheke mshikaji Alex akiwa amerudi. Bwana, mziki mkubwa huko ndani, kuna nini ambacho kinaendelea? Oh, Cynthia, habari yako? Ni nzuri tu. Leo siku rafiki yangu mmoja anafungua club yake mpya. Kama mtojali tutaenda wote huko kwenye club yake kwa ajili ya kumsupport mchizi. Walivyoenda club bwana, Alex alikata ulabu fulani wa hatari sana. Mwisho siku Cynthia bwana akawa anamsupport kwa ajili ya kumpeleka mshikaji kwenda kujiegeza chumbani kwake. Cynthia akaona hii ndio chance sasa, anapiga lile dochi la ushindi. Tunaona asubuhi bwana, mshikaji Alex anashtuka na kujikuta akiwa chumbani afa amelala kitanda kimoja na Cynthia. Unafanya nini kwenye kitanda changu? Mimi mwenyewe sijui, labda nikuulize wewe, nimefikaje hapa kwenye kitanda chako? Nakuuliza sasa unafanya nini kitandani kwangu? Yameona nikalipia, hii ndio shukrani ambayo mimi nastahili kupata baada ya kuamua kukusaidia kutoka kule klabu. Ukiwa umelewa sana, unaweza kuondoka sawa, unaweza kuondoka, lakini sio kwa lamba ambazo umenipa usiku, la fulani za hatari sana. Sio ni kwa sababu ulikuwa umelewa au wewe ndio ulivyo kila siku. Alex akaamua kujichungulia bwana, anakuta ana nguo. Akamuuliza nguo zangu ziko wapi? Cynthia, hapana, hatujafanya kitu chochote mimi na wewe. Tumelala tu vizuri. Ila utamu na zile lao ulizonipa bwana hazisimuliki. Ilikuwa sio poa kabisa. Mchiza kama kumtimua pale bwana, yule bibi aondoke chumbani kwake. Tunamuona huko dada mtu bwana akiwa amenuna kinoma noma. Anakasirika kumuona rafiki yake akiwa anatoka chumbani kwa kakake. Kumbuka huyu anamtafuna huyu rafiki yake. Uko fanini uko chumbani akiwa na hasira kinoma noma, kumbuka anampenda. Huyu bibi bwana yeye anampenda mchizi, lakini pia anampenda na huyu bibi, so anatamani kuwa na wote wawili. Baada ya muda bwana, Alex na Cynthia mahaba yameshakuwa mazito bwana. Cynthia bwana anamwambia Alex, sikiza kinachofuata hapa, naomba nichumbie, univalishe pete na maandalizi yetu ya harusi yaanze. Usijali, nipe muda kidogo. Nadhani nitakuja na ile swala likiwa limekamilika. Mwisho wa siku bwana, mchizi anakwenda kuongea na dada yake, ajaribu kumshauri kuhusiana na swala ambalo alikuwa anaongea na yule bibi. Dada mtu akamwambia, sikiliza, sio mbaya, ila mwambie kuzalia kwanza mtoto afu mwisho wa siku ndio utamuoa. Tunaona ni night bwana wakiwa wameangusha. Sasa kuna kitu nitakufanyia na naamini utafurahi sana. Ni kitu gani hicho? Vizuri, nataka unipe mtoto kwanza, alafu mwisho wa siku ndo nitakapokuvalisha ile pete ya uchumba. Kwa nini unataka hivyo? Je, uniamini mimi? Hapana, sio sikuamini na kuamini, ila hiki ni kitu ambacho kilikuwa kwenye mipango yangu ambayo nilikuwa nayo toka kitambo. Tunaona bibi bwana anapitia kwenye time fulani ngumu kinoma, kwa sababu bibi hataki kabisa masuala ya mtoto na anampenda mchizi, ni kwa sababu tu ya mali na maisha fulani ambayo mchizi yuko nayo. Cynthia bwana anaenda kumwambia Chinei, bwana mimi mambo ya mtoto sitaki, lakini mwisho wa siku ni kwamba unajua kabisa mimi na mahusiano na wewe, nikipata mtoto hapa inakuaje? Sikiliza, kwa sababu uko na kakaangu mimi sikutaki tena. Naomba umzalie kakaangu kama alivyokuambia. Na kama utaendelea kutaka kuendelea kuwa na mahusiano na mimi, basi nitamwambia kila kitu kakaangu. Baada ya siku kadhaa bwana, Cynthia anamfuata mchizi Alex bwana, akiwa anamuonyesha karatasi fulani ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba tayari ameshakamata ujauzito. Siku inayofuata bwana, wakampatia taarifa dada mtu bwana kwamba Cynthia ana ujauzito. Wakafurahi pale kwa pamoja. Cynthia akaja kumwambia dada mtu, bwana sikiliza, mimi sina mimba, ila nilifosi tu ile karatasi ya hospitali inaonyesha kwamba na mimba, lakini mimi sina mimba. Chochote unachofanya usinishirikishe. Sitaki mahusiano kabisa na wewe. Naomba usinishirikishe kwa chochote kuanzia sasa, na wewe ujinga siutaki. Cynthia anamwambia Chinei, sikiliza, ukiendelea hivyo naenda kumwambia Alex kila kitu kwa mimi na wewe tuna mahusiano. Wakiwa kitandani bwana, Alex bwana anawafuma live bwana, walikuwa wanafanya mambo yao. Alex hakuamini kile ambacho alikitazama pale. Mwisho siku dada mtu akamfuata Alex na kumwambia ukweli kuhusiana yeye pamoja na rafiki yake Cynthia, kitu ambacho walifanya na mipango yote ili waweze kumtimua Amanda.
na since hapo alipoana mimba yako, yani mwisho siku bindada bwana akaamua kufunguka kila kitu na kukiweka wazi pale pale. Sikiliza mambo mpuzi wako mpumbavu kabisa, bibi mizi wake na atoke huko ndani. Sitaki kumsikia wala kuona kitu chochote kile. Alex alimind kinoma noma. Baada ya siku kadhaa mchiza akamfuata Amanda na kwenda kumomba msamaha na kumweleza kila kitu. Mwisho siku bwana Amanda alikubali bwana, akamsamehe mchizi wake Alex, wakarudi nyumbani na kuanza maisha. Unajua nini? Kwenye penzi la ukweli bana hapa na galongolongo feki unavyoweza, lakini mapenzi ya kweli yatanyooka tu hivi. Je, unasumbuliwa na ugonjwa wowote ule? Bwana cheki nasi kwa namba hizi hapo. Una matatizo ya joint za mifupa au hata uti wa mgongo. Pengine umepungukiwa na ute ambao unasaidia sana magoti kutasayana na kuweza kupandisha na kubeba wasiwasi. Mimi nilikuwa na matatizo hayo. Sasa hivi narudi kama mimi nacheza mpira ya miaka 19. Tafadhali usichelewe. Grow and Joint uboresha viungo na kuponya sehemu zilizoumia, uondoa maumivu ya ugonjwa wa mifupa, usaidia kuzalisha uteute kwenye maungio, na pia inazuia ugonjwa wowote wa mifupa. Hata nikirudi kiwanjani leo ninashindana na vijana wa leo, na yote hayo ni kutokana na dawa hii inaitwa Grow and Joint.